Katika somo hili nataka tuone jinsi ambavyo shetani au jinsi ambavyo Biblia inamwita shetani ni mwizi ama mnyang'anyi. Yesu asifiwe sana. Nani atatusomea hapo? Kabete yuko wapi? Opo aya. Yohana 10:20. Hawa watu wote umeona tumewaombea hapa, wamenyang'anywa maisha, wamebadilishiwa maisha. Hebu tusome Yohana 10:20. Mstari wa 20, Biblia inasema, wengi wao wakasema, ana pepo huyu, tena ana wazimu, mbona mnamsikiliza? Yesu asifiwe sana. Wengi wao wakasema ana pepo huyu, tena na wazimu, mbona mnamsikiliza? Na sehemu nyingine na dakika 10 nitakueleza vizuri, nafikiri Jumapili ijayo. Biblia inasema kwenye Yohana, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Ni mstari wa ngapi? Mstari wa 10. Inasema, mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wewe na uzima, kisha wawe nao tele. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mambo mangapi? Mambo mangapi? Matatu. Sasa la 4, Yesu anasema mimi nilikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Lakini yanatangulizwa kwanza ya shetani. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Aibe maana yake achukue, akuchukulie kila ulichonacho bila wewe kutaka kumpa. Anakuchukulia, anakuibia, anakunyang'anya kila ulicho nacho. Achinje maana yake ni kuua kila ulicho nacho. Kila kitu anataka akichinje, akiue. Auwe ndoa, auwe uchumi, auwe afya, auwe watoto. Tabaka unalaumu watoto wako, huyu mtoto sijui likoje, lione kwanza. Wewe utalitukana, utakumfokea. Kumbe watoto wako wameuliwa. Kuna vitu vimeuawa kwa watoto wako. Ukishajua hiyo, mzazi, huwezi kufanya marumbano na watoto wako. Sio wao, lakini kuna vitu vimeuliwa. Kwa nini wakwako wakwa mwingine sio hivyo? Kwa sababu shetani bado hajawavamia. Kwa anaweza kachinja, kaua biashara, kaua kazi, kaua kila kitu. Kuharibu ni kufanya kitu kisiwe na ubora zaidi kama kilivyokuwa mwanzo. Ndio maana ya kuharibu. Ataharibu ubora wa biashara yako, inakuwa tu ovyo. Ataharibu kazi yako, ipo tu itakuwa ovyo. Ataharibu afya yako, afya inakuwa yani kazi yake ni kuharibu. Ataharibu ndoa yako. Na usipoangalia mtokuwa watu wa marumbano, watu wa kulaumiana na kunyoshiana vidole, kumbe kuna vitu vimeharibiwa. Ndoa imeharibiwa, afya, kazi zinaharibiwa, biashara zinaharibiwa. Yesu asifiwe sana.
kuna vitu vinakuwa vimeharibiwa katika maisha yako. Sasa hiyo ndio kazi ya mwivi, ya shetani. Kazi yake ni kuchinja, kuua na kuharibu maisha yote ambayo Mungu amemuumbia huyu mtu, anayaharibu. Unaishi maisha ambayo sio ya kwako, wanakubadilishia maisha yasiwe maisha yako. Waefeso 1:3, Waefeso 1:3 Biblia inasema atukuzwe yeye, atukuzwe sura Mungu. ya kwanza mstari wa 3 inasema atukuzwe Mungu Baba wa mabwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Amen. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Baraka za rohoni watu wanatafsiri tu ni zile za kiroho, mtu kupewa huduma anatumiwa na Mungu. Sio hiyo tu, hata baraka za mwilini. Baraka za mwilini chanzo chake ni rohoni. Mungu anakubariki utapata majumba, Mungu anakubariki utapata magari, Mungu anakubariki utapata vyote vinavyotamaniwa na wanadamu utavipata. Sasa zikija kwenye mwili tunaziita baraka za mwilini, lakini kabla hazija kupata mpaka tukaziita baraka za mwilini, zilipokuwa rohoni zinaitwa baraka za rohoni. Ndio hii Waefeso 1:3. Yesu asifiwe sana. Sasa utaona, lakini kwa nini watu wanakuwa kama vile hawajabarikiwa? Ndio utagundua kazi ya mwizi ni nini. Unaweza ukaishi maisha ambayo utafikiri haujabarikiwa, utafikiri Mungu kasema uongo, ametubariki kwa baraka zote. Unaishi bila baraka zote, kana kwamba Mungu kasema uongo, kumbe sio kweli. Sasa usipojua siri ya shetani, kazi ya shetani na utendaji wake wa kazi, utafikiri. Ndio maana lokole wengine wanasema mimi namshukuru Mungu bwana, nimefunga sana, nimeomba sana, Mungu anibariki, nasubiri baraka zangu. Unazisubirije wakati na mwivi yupo na amekwisha ziiba? Mwizi kazi yake ni kuiba. Anasema aliyetubariki kwa baraka zote za roho, kwa baraka zote. Anaposema aliyetubariki kwa baraka zote, maana yake tayari, wapendwa, tumeishabarikiwa tayari. Sio atakayetubariki, aliyetubariki tayari tumeishabarikiwa. Lakini unaweza ukaishi maisha nje ya baraka bila kutambua nini kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Hebu angalia waraka wa 3 wa Yohana. Waraka wa 3 wa Yohana, nafikiri andiko letu la mwisho hili, sura ya 1 mstari wa 2. Inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako, sio baadhi, sio nusu, sio robo, yote. Na kuwa na afya yako, na kuwa na afya yako, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama roho yako inavyofanikiwa. Naomba ufanikiwa katika mambo yote. Ila ufanikiwaje? Kama roho yako inavyofanikiwa kiroho. Ndio utajua ya kwamba baraka za mwilini chanzo chake zinatoka rohoni. Yesu asifiwe sana.
ukimwona mtu kabarikiwa kimwili, lakini maisha yake ya rohoni ni duble duble, sio mazuri, baraka hizo kabisa hazitokani na Mungu. Kuna siri ya huyu mtu. Baraka zinazotokana na Mungu, roho yako inavyofanikiwa, unavyotia bidii kumtafuta Mungu. Tumetangaza siku 21 za maombi. Unatia bidii, maana yake unaifanikisha roho yako. Na maeneo ya kutumika, maana yake unafanikisha roho yako. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama roho yako ifanikiwavyo. Huo ndio utaratibu wa mbinguni. Jaribu kuangalia maisha ya nyuma, zamani, kabla hujasimama vizuri, lakini umeokoka, una miaka mingi, mara hivi, mara shida hii, mara tatizo hili, mara hivi, uelewani na watoto, uelewani na mke na mume, uelewani sijui na nani, yani wewe upo tu. Alafu ujaribu kufuatilia kama upo, mara marafiki mnarumbani, yani unaishi maisha kama hujaokoka. Ukiwa kazini we marumbano, kwenye biashara we marumbano tu, yani utafikiri hujaokoka, alafu unajificha kwenye wokovu. Mtu akusabai Bwana asifiwe, unatika hamna. Nyosha tu amina, sio hamna nini. Alafu umejirekebisha, Bwana asifiwe, hata kwenye esi amen. Alafu yale marumbano na marafiki huko kwenye biashara, kazini, umeamua sasa kubadilika. Alafu angalia, utaona baraka unazozipa. Lazima utakuta kuna badiliko tu, lazima. Jamani, naeleweka vizuri? Kwa maisha matakatifu ndio chanzo pia cha mafanikio. Yesu asifiwe sana. Kama roho yako ifanikiwavyo, maana yake viwango vya baraka ulivyo navyo vinatokana na viwango vyako vya kiroho. Viwango vya baraka ulivyo navyo ndio kiroho wako. Sasa sisemei majaribu, wakati mwingine kuna mapito. Yesu asifiwe sana. Mara unafilisika, unashuka kidogo, Mungu anataka kuona huyu atanitumainia hata kwenye hili. Hawezi kuacha utakatifu kama Ayubu hata kwenye hili. Yesu asifiwe sana. Jamani, naomba niishie hapa, saa hainiruhusu. Shikapo tutende. Ili somo zuri sana, mimi nalipenda sana. Tutapita kwa, kuna mtu mmoja mkubwa tu kwenye Biblia akabadilishiwa maisha. Naomba tusimame. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Ninasema asante kwa kuwa wewe Yesu ni Bwana wa mabwana katika maisha yangu, katika familia yangu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa jina la Yesu. Chochote kile ambacho shetani amekiua, amekiharibu kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu leo ninakifufua. Naachilia ile roho, naachilia roho ya ufufuo iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu kwenye lile kaburi. Roho ya ufufuo
pita sasa, fufua cha kwangu, chochote kile kilichouawa na shetani kwa watoto wangu walichokiua, kwa jina la Yesu. Roho ya ufufuo, pita sasa, fufua masomo ya watoto wangu, fufua afya za watoto wangu, fufua ndoa yangu, fufua afya yangu, fufua kazi yangu, fufua biashara yangu kwa jina la Yesu. Roho ya mauti itoke sasa katika ndoa yangu, katika maisha yangu na kwa watoto wangu kwa jina la Yesu. Chochote kile kilichoharibiwa kwenye maisha yangu na shetani na mapepo na wachawi na waganga wameharibu, leo nakitengeneza kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakiuisha katika jina la Yesu. Chukua dakika 2-3 za kuomba kama nilivyokuongoza. Wana maombi kamateni, omba.